Bwana maafisa usafirishaji bado tupo ndani ya Joburg, tunapita hapa na pale, sio? Nyomo in the building. What up? Bwana tumepata request. Hatufinja. Unajua KP maisha hapa tutayamudu. Sasa alafu. Baadaye tukija baadaye tunajipanga, tunatafuta kachumba seble. Ndio nitakupeleka tukaishi Soweto. Unasema hivi Soweto. Kwetu tuishi Soweto? Sasa alafu. Uko chini. Sema dakika 5. Aya. Ukijichanganya. Imekuwa. Bwana Nyomwa. Yes. Tupo na mdau gani ambaye amerequest? Anaitwa Evans Elaisa Masawe. Evans una muda gani hapa? Hapa nimekaa miaka 3 sasa hivi. Miaka 3. Tukiza mwaka 5 na sasa. Ongeza sauti tukupate vizuri. Nikifika tarehe 23 ya mwezi wa 11 nafikisha mwaka wa 3 ndani ya South Africa. Ulianzaje? Yaani ulitoka ilikuwaje? Mimi najua maisha ya kuzamia na yaelewa. Yaani ilikuwaje? Ulitokea Dar es Salaam, ulitokea Kinondoni, ulitokea Mwanza, ulitokea Arusha? Mimi nilitokea Dar es Salaam, Kinondoni, wilaya mtaa wa Kigogo. Kulikuwa kuna rafiki yangu ambaye ni baharia muda mrefu sana. Alitoka tuko shule ya msingi hapa na darasa 7 namaliza. Yeye tunaingia form 1 alikimbia kuja South Africa. Sasa alivyorudi ndo alinitie moyo kwamba bana kuna maisha, tena maisha ya bongo. Ili kutoka njoo simfanye mbele kwa mwingine wa maisha. Kwa hiyo pia anakuja yeye kidogo anakanawili anakuja na change. Najua na picha. Picha wana kutoka huko sawa? Picha. Wanakuonyesha magorofa nini, unachanganyikiwa. Sisi zote watu wengi walikuwa wanauza TV kwao. Kupata nauli ya kuja huko. Kwa hiyo ukafanyaje kwenye kusafiri? Akaniambia cha kwanza kabisa kitu ambacho mimi mpaka sasa hivi watu wengi sana kuwashauri kuja South Africa, ama nimshauri kwanza kumwambia ukweli. Akaniambia ndugu yangu, kweli na maisha. Kweli na biashara nafanya na kwangu nafika sehemu nzuri utakaa utafika. Kwa hiyo usiwe shida yoyote, wewe tafuta passport. Passport yenyewe temporary ukipata tu ni bora na kufikisha. Kuna watu bado nawajua shawasiliana mara kwa mara kwa sababu nafanya biashara kutoka South kuna Swaziland na nchi zingine za karibu. Nikamwambia basi sawa, subiri nitafute passport, mimi nitafanya nini? Nitakuja huko. Yeye akawahi kutangulia. Yeye akaniambia namba yangu ya simu mimi nitakutumia Facebook. Kwa mimi ndio ukifika utanipigia simu. Kama mwaka mmoja mbeleni nikapata passport na baadhi ya nauli. Baada ya nauli nikamtasana Facebook. Bana Francis mimi nakanije huko kwa jina langu. Unafanyaje? Akaniambia poa, njoo mwanangu, sasa hivi maisha ni mazuri huko. Nikasema sawa. Kweli nikatoka zangu siku asubuhi na uliza madereva magari bana, nataka nifike mpaka Zambia. Nifanyaje? Basi mimi nifike Zambia hapa, ndio pande basi mpaka Tunduma au Songo. Tunduma hapa ndio Tunduma kwa sababu Tunduma. Fanya Tunduma pale unavuka boda, unakuwa uko Zambia. Kwa nini kwenda wapi dogo wewe? Bado nataka niende South Africa, ila njia rahisi niambiwa nifike Tunduma, nipite Zambia, Lusaka, niingie Zimbabwe, nitafute Beljiji, nitafika South Africa. Kwa hiyo mimi nakumbuka ilikuwa tarehe 16 sasa ni saa hiyo usiku kama saa 2 niko pale Bungo Maji, kipindi kwa barabara hamna zimejengwa sunini Bungo, tuna barabara nyingine kibao tukapenda upande huko wa pili kwenye zile kama kuna kota fulani huko na city hivi. Nikasema nikapata gari moja IT naenda Zambia Kikarina TTI. Kani sababu jamaa sababu mdogo wangu mimi naenda Zambia lakini sivuki boda. Boda yangu inaishia Tunduma tu hapa, kwa dereva mwingine anatoka upande wa pili anaichukua gari. Chukua hii gari. Kwa hiyo nitakuacha pale napoacha mimi na kufika sio mbali. Nikamwambia brother, mimi nchi yangu ifika Zambia kule najua nahisi kuna safari yangu napoenda. Kwa jamaa akanichukua. Sasa yeye ambaye mimi kwa nayo kwa mahesabu yangu nilijua kivyo vyote kabisa nitaweza kufika mpaka South Africa. Jamaa aliomba shilingi 15,000 kipindi kile, nataka shilingi 60,000, akanipunguza mpaka 75. Nitakuacha mpaka Tunduma. Kutoka Damba kutoka Tunduma. Ila hapo mwenyewe mbeleni mdogo wangu utajua mwenyewe ngoja na si. Akaniuliza kuna document zote muhimu, nikamwambia na passport. Hakuna ile mama njano kadi fulani hivi au nawe? Nikamwambia mimi sina hiyo. Utavuka boda hapo. Unapiga mara nyingi sana. Piga mara nyingi sana kama nitokea hiyo kadi ya unga. Sasa mtiani. Kama sio brother kuna pale. Naomba tu nipeleke. Akasema sawa, haina shida. Kweli nikapanda ile basi tukatoka ile gari ndogo kakaona kalina TI. Tukatoka pale tukafika kesho yake usiku. Nenda kama saa 4, baridi kali sana kwa basi sote na kawaida tupoa. Muda na baridi sana. Afu usiku nimeingia pale na mdogo wangu ndio Tunduma. Muda ni hiyo na maana napoenda pale mengi mpaka taa pale ndio custom. Kwa hiyo utavuka utabonga passport yako, ila kadi ya manjano kama huna mdogo wangu utafuta ndio kukufikisha pale. Ile ilikuwa gani? Ilikuwa 2022. Kweli tukatoka fika Tunduma pale nikamkabidhi brother, tukagawana brother vizuri. Nikaanza kutembea mdogo mdogo na kuongea na kuuza tu njiani bana, anamuona namuuliza bana mimi nataka nifike custom. Kweli kutoka mdogo mdogo mpaka custom. Kwa custom pale kuna madalali wanachange hela pale nje. Wako wengi sana madalali pale. Wananiuliza,
Vipi? Nikamwambia sasa tunaenda South Africa. Una passport? Nikamwambia nao hii hapa. Nataka passport nikaoneshea. Na za kibongo. Chenchela. Kama chenchi shingapi? Akasema kutupa 12,000 tunakubeba kwa cha 100. Zambia. Ya kwacha. Kwa wacha 12 basi. Bwana nyingi sana mbona mpaka bado shilingi 8. Anambia hakuna 12 hapa. Basi fanya 1 mbozo sababu ndio yanje tutakufanyia. Nikamwambia fresh 1 basi. Mimi nitakupa. Nikakumbuka nikampa kama shilingi 70,000. Akanipa kwacha kama 600 hivi. Laza zile kwacha zilikuwa fake zote hizi. Haiwezekani. Wale madai wanapatana pale Zambia. Ukivuka Tunduma tu kwa pili wanagombania wapigi vyao wale. Waogope sana. Afu nikopigwa sasa. Narudi kumtafuta yule jamaa. Simuone afu watu wanajua wananiangalia tu kwamba huyu tayari. Pone yangu ni yule migration wa upande wa Tanzania. Ndio alianza kuuliza maswali akajua kabisa huyu hela ya Zambia haijui, huyu hajafanya makusudi, akaniombea mtaala kwa wale migration wa Zambia. Bana huyu atakuwa ajui hela. Huyu katapiliwa. Hela zingine ngatoa na zingine zote kibongo ninazo na zile ngatoa za kwa zote fake ni kwa moja tu 100. Ambayo kwacha nitaka nilipie fine pale ili nipate kadi ya manjano kuweza kupikungua nini pale. Basi sasa kaambiwa mdogo wangu hizi hela ni fake. Kama una nyingine hesabu shingapi mtafikia mtu mimi namjua na kuchenchia hizi hela safari yako kwa nini endelee. Akachukua zile yule sister akazichanga pale vizuri akazitia kwenye basi akazeka kwenye ofisi yake. Nikampa kama shilingi 80,000 sana nyingine nikatoa kwenye pandocho yangu. Nikasaidia sister hapa. Akanigia randi 820 kwa 840 kwa yeye hapo. Akanijaji 840. Nikaklia pale dokumenti zangu. Asa ile hela kutoka pale niko mimi mpaka nitafuta Lusaka. Nakiwa niwe na kuacha 500. Na wewe una ngapi? Na kuacha 800. Hiyo 800 hela yangu ndio imeisha blaza. Hapo maana yake ni kwamba ukitoa 500 unabaki na 500 ndio yako ya mwisho. Ndio yangu ya mwisho. Si mchezo. Nikakaa pale blaza nakumbuka. Siku nzima mpaka asubuhi yake jioni yake nimeshinda. Kesho yake nikapata basi ya kampuni moja nimeenda Harare. Ninaenda wapi? Harare, Zimbabwe. Ile kampuni ya kibongo. Sasa kuitaja kwa sababu ni brand ya kibiashara. Najua kuna mabasi ambayo kuna gari zinafika mpaka Harare unajua? Ndio, zinatoka Tanzania, zinatoka Zambia, zinatoka Tanzania zinapitia pale Dodoma. Tena hiyo nilipandishwa na madalali pale wa Zambia. Bana, wewe njoo kuna gari ya Tanzania wenzako ile pale ile basi ile. Nenda Harare, kaongea na konda, akupe simu yote. Kule vile kabisa na mizigo ya Zambia. Kuna kanipa hope bwana sikilize mimi nakupakia mdogo wangu. Ila fiti hakuna. Hapo jiani kusimamishwa na jamaa katika nini wanasema customer list zile. Passenger list. Mimi first wewe nitakutoa. Wewe kama kuna technical dereva, yani kama kwenye gari hiyo ni fundi. Staff. Wewe staff kwenye hii gari. Ili mdogo wangu nikufanya nini? Nikufikishe safari yako huko unakoenda. Nikamwambia sawa brother, ile kitu haina shida. Kwa hiyo brother akaambia na uishi ngapi? Akaambia na mdogo wangu kwa hiyo sababu nitazana mwenzangu. Nipe kwa shilingi 400. Kwa hiyo kwa shilingi nikatoa mfuko nikampa kwa shilingi 400. Basi yule brother akaniambia nipe kwa shilingi 400 kwa sababu nitazana mwenzangu kwa shilingi 400. Mimi ndio mzigo mdogo. Kwa mwingine nikaambia kidogo ya amani. Kwa brother ina shida. Nikatoa mfuko nikampa kwa shilingi 400 nikapata kwa shilingi 400. Ile sehemu ya dereva kuna kama kidogo atawapi kule kwa katika kama staff. Nikakaa pale kimya, safari ikaanza. Nikafuta kabo yote hiyo mpaka Lusaka. Serikali ikalala Lusaka pale. Lazima pumzike pale walale ili asubuhi kutafuta wapi? Kwenda chini. Kwa tumelala, sasa kulala yule dereva yule ambaye alikuwa alishagaa akapokea mkaka mwenzie. Akaanza kuuliza maswali. Kwa vipi kimbia bongo ni shughuli nikamwambia kama utafutaji tu blaza katika wakati za maisha kwa nini kama riziki zipatikane moja tutafuta sehemu nyingine. Wewe mtu wapi? Mimi Mchaga. Sehemu gani? Sehemu fulani. Mbona sasa mimi najua mimi ni kwetu hapo. Ndio unasema mimi ni kwetu hapo mdogo wangu. Akanaja mfano mimi namfahamu mtu namfahamu mtu. Kumbe ndugu yangu singekuacha pale ingekuaje? Pigana story bwana. Alafu sikiza mdogo wangu unafika mpaka Harare na hapo Harare ni kufikisha au South Africa na kupandisha basi zingine mpaka Johannesburg. Unafika Johannesburg Orient Plaza Silulu Road. Au unajua mwenyewe unaishi vipi kwa rafiki yako. Nikamwambia sawa blaza. Ili gari tukatoka nalo alifika hata Chimuni nikaibika njia. Mpaka unafika hapo hujawahi kuwa na fikra nigeuze tabu ulizozipata njiani.
hiyo ndakuadisia kwa kipindi nitamani kurudi nyumbani. Haya kipindi kwa mtubu kabisa jamani hapa atokee Mwenyezi Mungu tu yote yani. Ashushie neema tu pap na uli hata hadi kama immigration. Anarudisha tu ndani sema unataka miezi mingi lakini arudishe nyumbani kwetu. Ndio kitu kinaweza mkaanze upya so hiyo natamani maisha hapo. Ishafika stage hiyo blaza. Na ishaje kasi mpaka choza ndio wanangu ya ngoma ngumu hiyo. Kushoto nyeusi, kulia nyeusi, juu nyeusi. Hadi nishakubali matokeo kwa sababu baza hapa hapana. Nirudi wapi? Nyumbani. Hiyo ilikaa baada muda gani ndio ukapata hizo fikra? Hiyo nilikaa baada kama. Najua nimekupeleka mbele. Najua tunatamani kujua Ras alikusaidiaje pale. Ya, sasa ndo kwa Ras hapo, Ras nikafika, jiona kanipeka geto kwa washikaji. Geto nakutana na Manyamala, watoto wapi nikalala siku ya kwanza. Wa bongo Mungu na sasa usiku tunavuta bangi fresh banaongea hivi na mko maisha uhalisia. Si ndio ganja plata man. Yaman. Tunawasha ganja nini? Huku tunakuta gongo vimrija. Sasa vigongo vitu kutoa baridi vimrija. Kama fresh maisha. Wewe ulikuja miezi gani? Huku nilikuja miezi ya baridi. Aya. Mapema. Kipupwe. Hiyo advice nyingine bitu wape wasafiri mabaharia kwa bondeni Mei, June, July August au sije kwa sababu tena hasa kwa watoto wa Dar es Salaam kwa watoto wanaotokea Iringa, Arusha baridi wanauzoea afadhali, lakini kama umetoka Dar es Salaam maisha yako pale usije mwezi wa 6 huko kwa sababu kwanza pa kulala huwezi kuwa na mablanketi ile kwamba sio baridi raha yake ndani ya nyumba sio mtaani ile kigeto geto kuja miezi baridi baada kuna baridi mpaka mnaambia kipindi kwa danger amsiwa ni danger kwamba usitembee kwenye sehemu unaona mikono kufaganzi. Mimi nikafika kwa mambo ya siku ya kwanza siku ya pili mambo sio kazi yao wanafanya ila wawili asubuhi wanatoka wanaenda kuuza bangi naona kabisa wanatoka asubuhi wanapanga bangi zao wanatomoka wengine wanashinda nao pale geto na kazi seuna kazi utapata leo jioni kisha jioni kazi utapata jioni blaza nakumbuka saa 3 kaja mtungi kwa pombe tagodonsi mbaya anaweza kama 160 kaja godonsi mezani pale kama unapanda mtakichaga chaga pombe asagi kunywa nagopa sina ya utipi kwa watu ni pombe vivi tu mimi ndafuta bangi tu washikaji kunywa kidogo kaja pombe godonsi kaja usiku tuko machizi hao wawili kaja mwingine wa 3 na godonsi pale pale bana wao tutachaga kunywa pombe kidogo sio wengi mimi ndafuta bangi tu washikaji selewi kula kidogo acha mapepo mtoto lakini pombe mshakunywa Tanzania nakunywa yani ndio hivyo sasa basi na sio kwa mgeni na ufia na kunywa pombe ni fresh ya sasa usiwajui somo mgeni Godoni unaijua Godoni si Godoni ile nani vitu vyako acha vurugu basi na pia na sasa mambo wenzangu wala mimi siwajui tu Manyamani mtu mwingine tofauti kuzuri wa Tanzania hiyo kugeuka sio issue inawezekana kwenye kazi bali toa kama hizo pombe saa 4 saa 5 kaja gari Polo GTI vinabilimu hapo Polo GTI tena kama na tubo ile sababu nilisikia shabaki nyumbani sikia tu iko nje kulikuwa kwa nje bwana ni sio ndo chaga amka Tanzetu amka Tanzetu mwanangu kana kule tena mimi basi mpumziki wanangu wa Tanzetu mmoja saa kama kana shanijua mimi kama kwa lipa kiasi wao kutangulia mbele mmoja kanichapisha kama sema nini mboi mwanangu au shinde South Africa hichi kiwanja una misha kufanya na utani mchomoko tunajaribisha tukirudi na bahati maisha ndio vile uelewi mchomoko ni nini ujui kwa sababu uko kwenye geto lao hamna namna nifika sehemu sabaza kama hivi tuseme yani mtaa mimi gani nitoki pale kumbe na ramani kibao kuna nyumba ya mzungu hapo anaishi huko pia kashaondoka mcha Zimbabwe kwa na ramani muda mrefu kwa Zimbabwe ni wachomesha ramani wa Zimbabwe sio watu wazuri sana kwenye nchi wanapigana paka pap hivi nikashuka mimi nikashuka mmoja tu Miki mmoja tu Juma akabaki na mwingine wa gari akashuka kwa kidogo tukaingia kama kwenye kitaa tukaona pia security tukabana kwenye kuta hivi ana kidogo hivi ni security kapita njia tukaingia ile ya kwanza ile ya pili tukasoma pale kidogo kwanza kachuza nani gari alikuwa anaendesha msauzi au bongo bao wanaiki magari akachukua toka koti ndani mtu kuvaa hivyo na kusudi yake sio mtu pale kama ni fashion huko na mmoja anavuta yeye ndani anashonea ndani
Max ile. Nivuta Max kwa bridge kabisa hapa kabakisha hapa. Wa pili hili sina Max. Naambia subiri hapa sema la mama. Chezesha hapa. Chochote ukiona hapa chezesha. Wale madam nijuka pande pili nisikilizia pale brother. Dakika 10 nyingi nikana nyingi katika huyu kaja huyu asha TV nyoka nchi 70 katika huyu na mashine za kufulia zile baba wawili huko na kadhaa mahita sio manini ametolewa yani safishwe naitwa hiyo. Kwa sababu yule Mzimbabwe maana ile nyumba haikwenda kuvunjwa. Yaani Mzimbabwe maana yake hapa amefungua mlango na kuchukua vitu. Afu baadaye Mzimbabwe anasema kwamba alivunjiwa. Ngoja kule polisi ama alivunjiwa. Kwa hiyo nikachukua hizi kile gani kidogo kipolo kidogo kile. Kile kama naona ni vingi yani. Mwizi maana wale ni kazi yao walipolinda stereo baba. Professionals. Mama anapokuja vile sisi tunatoa vitu vile na mjadili kama ile pale. Tunajua siku zote ya Bangunda kama VIC Vitangulia taxi vile na vitu. taxi zao hizo wanatoa siku Vile daladala vipanya wanapokea zile mashine pakia zote tiki paliza pale kama saa 5 saa 6 kutoka sehemu tika na huko kuna machakakani tena kila sehemu kuna machakani kwa South Africa yaani sehemu za kulala bure sehemu za watu kukaa ambazo polisi wanajua kuachana nao washamaliza kila sehemu zipo kwa sawa tukaenda mpaka kule kwa shule mzigo wote chini kesho yake anawezi hishi nishaka ilikuwa tayari anashaka asubuhi na kucha hivi nikafewa landi 250 mbele kwa na kushika South Africa wangu landi ngapi 250 sio la nyingi lakini ni la nyingi mmoja umefika afu geni ulikuwa una kitu kwako 250 nikarudi ngana kumalizia ile rasi brother yani ilikuwa hivi bwana brasi kuna moja mbili tatu sio tu wazuri Anasi akasemaje huyu atakuwa dogo Juma anaweza mjua ambia kweli Juma anawaje siku tuchukua hapa nini Juma anachukua hawezi kazi Juma ukashika masikio watoto wale pale ondoka Mungu atakuwa pale ondoka sababu Juma anatoa sadaka mtoto apiga atatoa sadaka hivi vile anachukua mli fresh huku mtoto fresh mtu kuja fast baada hapo anamtoa sadaka wao njoo usijue hapa wataanza nitafikia wapi kwa sababu unachokisema hicho maana mnapopigwa bomba huku kitu cha kawaida ndio maana Anasi akawa na wasiwasi kawaida pia na kawaida yake yani inawezekana vipi unajua yani mimi bomba ilinipiga brother ila sisi ile bomba ilipita hivi tu inaweza nimepiga ingekwaje kwenye kidole bomba ilinipiga mimi brother haiwezekani ni mshtuko tu anachukulia mle Sofia dukani kwake kapiga mle Sofia mimi nimepita vipi kwenye mamwenge yangu ilikuwa kwenye kazi yenu nyingine au ilikuwaje ukajikuta hapa hiyo ni mteja sana dukani ndio kuna duka za kumaliza wafungusa moja wafungusa mbili mpaka kidogo mtu tasikia nafunga ile mapema kwa sababu gani usirukie huko umepata 250 250 kazi ya ndio Anasi alikwambia inabidi utoke ukafanye pale kwa madogo sasa nyingine kukaa nitapata wapi sasa kama kwa mshaji mmoja nitakupeleka kwake nitakenea tu Abdul nitapeleka kwake Abdul kidogo nikadidini na swali ni fresh tunzetu kwake hapo ndio isikepo sana fika sasa tuanze hapo Aduli kwa kwanza katafanya simu katika nikahala kwa ndugu yangu hivyo vikibisha Aduli sana hela Juma sana hela kwa Juma tena shafikia mchongo wa ndefu baba gani bila msingi Juma na 2000 na 3000 kwenye pochi lake macho yake yani Juma yetusumbua tena siku ya kwanza nifungua nikahala pale Aduli atina siku tatu mbeleni Aduli anapatikana Juma kuja kijiweni na skani gate pale kuna mchongo mwingine tena hapo nasikia Aduli anapatikana kwenye simu Aduli anapatikana kuna mbongo kaja mtoto mwenzako na rafiki yangu Bansi yupo huko na shangazi ndani nimsubiri kwa Jakaya tulie unga hata kazi yule shehe hajapinga mziki anatoa Mungu nipanishe gari nilete kwangu mwelekeze nauli mimi nitalipa akalipa randi 120 nakumbuka tunakwenda kule kwa Eastern Cape patana hapo hiyo London ni Eastern Cape sema ta Bramstown nafika pale kabla mara nipokea na kanzu yake nini bonga sijida hapa fresh ngasungula mahali msindio kidogo kwa amani kwa tika chai pale maziwa nyumbani tangu kitu mazagazaga haya kwa tambi mkate chai na kitambo hujala hivyo hapa asubuhi yake sasa akakuja ngasijua makota ya huku na kota huku na iko kuku kidogo si nini asubuhi katika makota yani fresh kanipa kama wiki moja la bata hivi na mshikaji yani kuenjoy yani unajua zile nikaenjoy naye fresh moment nini barabu ndio wangu pale ni kazi nafanya nini na sabangi umesikia ukala bata wa siku 7 bata siku 7 nilikuwa bata wiki nzima kwa bata siwezi kumbanya na afya bata hivi nikula vizuri tu baadaye sasa akaniambia mdogo wangu bwana kazi ya kufanya pembe na uza bangi hizi hapa tafuta goli kakae pale sehemu yote simama auzie bangi
na tusaidie kwa faida mtu ambaye hajui. Kwa South Africa ganja ni haram pia. Yaani ni illegal au wamehalalisha. Maana wamekaa kizunguzungu ganja moja askari ana mpango na wewe. Ganja moja kuvuta askari hajui na wewe. Yaani kuvuta hata kutoa mafuta hapo loni. Anakachana na. Akusumbui. Ila akute ganja kuuza. Biashara. Askari anakukamata ila kimahakamani unalipa faini. Ndio kidogo ganja kwa amewekwa wepe. Hadi mahakamani unalipa beli fine, yani fine ndio nzuri uto nao. Na kuna kueleza huko kwa kimba. Au fungu yani. Huko fungu na hela. Ukifunga na hela randi 1000 kushinde. Unauza bangi na kaoko randi 1000 kushinde, randi 500 ikushinde. Sababu utaongea na kimi kwa lini bangi nauza lakini maisha yangu kwa hivi na hivi na hivi. Yani shida nyingi ndio maisha bana. Ustadhi anauza. Lakini ndio maisha. Si ndio? Na kuwa ustadhi wa kufoji kwa sababu alikuwa anaishi naye. Ana swali kabisa. Asubiri kwa swali. Saa 7 ile, saa 10 na jioni saa 2 lazima swali lazima. Ila anasukuma ganja. Ganja anavuta. Kama kawaida anasukuma ganja na swala anapiga. Ni vizuri tu. Sasa siku jioni lazima tu akamda na supermarket tunachukua baka zote kama maziwa nini na msini kuswali anakuacha wewe kama maziwa vitu. Na ana geto lake nini? Geto lake kapanga cottage. So room ni cottage kapanga. Unajua kwamba kuja kuna elimu chumba kimoja na zile cottage, kijiko, chocheni, kila kitu ndani. Yaani humo mmaliza. Kwa siku mkasebule fulani kama randi 3800 kwa mwezi. Sisi tunalipa randi 2000 chumba tuko wawili watatu, sio randi buku za Swahilini randi 3000 kanalipa na 800 kwa kule kijijini. Fresh analipa nini kote. Kwa mimi kijana tumetangu kidogo chapa cha kechi hapa. Hapa kuna uwanja wa bure, kuna ngati TV kafunga baki TV chake kidogo cha kuchangaji jioni yetu angalia TV sababu tu akifunga sasa una kiwasha siku moja pale. Kidogo kubwa chini kidogo. Na siku moja ya TV nimefungua kwa mfuzo madawa ndani. Baadaye tuongea. Hiyo ni kabusha nilikuwa. Basi juaga tu vitu vyote ndio kujua baada ya kukaa. Ndio kujua baadaye. Shazoea sana maisha huko. Nyomo anacheka. Nyomo wewe unajifanya mtoto wa South Africa. Wa South Africa wenyewe hapa tunafahamika. Unatutengeneza kila siku. South Africa ipi? Bro, nimekuja na ndege. Wewe hamna kitu. Bro, kupitia tu hizo. Hamna kitu. Nimekuwa kuku from day one. Basi. Wewe una story. Unajua nilimwambia Caesar mimi nilifika boda ngawa $20. Ndio. Alafu advantage nilikuwa nayo unajua ni kuzungumza lugha. Unaelewa Kwa hiyo yule mzungu ananigongea, kwanza ananiuliza unajua zamani tunaita showman, speaker bado usikizi mnaelewa hivyo. Yaani kwamba ukiwa unavuka boda wala unataka kujua wewe unakokwenda huku utamudu maisha ndio utaweza. Una shilingi ngapi? Mimi nikamwonyesha $20. Nikamwambia sikiliza wewe, mimi kwetu hakuna vita. Sijatoka kwenye shida. Naweza kugeuza sasa ninaleta nyodo. Ndio. Na mimi naenda kwa sister yangu huko sio. Eldorado Park. Umeona bana? Akaniambia alivyoona nimeleta jeuri akaniambia nenda zako. Kafie mbele huko chakula mwenyewe. Na sisemi kwamba hiyo ilikuwa ni bora lakini kule kwenda kwenye kuiba kulikuwa kugumu zaidi. Ingawa kwenda kuna hela zaidi kulikuwa. Yaani kwenda kuna hela zaidi. Sababu ya maisha pia kuiba hajafanya yote ndio kwa na kawaida na kuiba sasa South Africa. Alimosi sio kwa boga. Ya kushia hiyo brother. Yote shida. Mimi ndio nimekana hadi kwa mchongo yote. Pana bangi zile hapa kama kuuza. Ukaanza kuuza ganja. Nauza ganja wanafunzi blaza. Wa kwanza mzazi ni wanafunzi watejangu. Wangazi gani? Wa shule msingi. Haiwezekani. Watoto wadogo wa kike mimi nauza bangi. Wanagonga. Wana vibinti vidogo, yani Masudi vibinti vidogo ninavyokuambia yani. Sinaona kwanza ile imewashoga polisi tu. Mpaka picha wana namba wale kuna piana story. Wa kwanza kuuza na bangi ni wanafunzi blaza. Nakanao hivi pa. Ndio watu wajua nakatia kwa mkasi ile siza za hapa. Kwenda kuloli pa. Chama dogo. Mwenye mama yoni unakula kidogo. Na ulikuwa unashtua. Sasa msitue na maisha ya sasa. Uzi sumu. Ikienda wanafunzi. Na ukawa unapata hela. Kwa siku msikosi 70, 60. Hapo ni chakula nimeshiba. Ngoja, hiyo sasa ilifika stage ikawa una msingi wako mwenyewe unamuuzia mzigo wa mtu. Abdul ni shehe. Na mimi muziki anatoa ni Mungu. Abdul ana mzigo bei ya jumla labda shilingi 1500 kilo kimoja. Randi 1500. Randi 1500. Randi buku jeo anakabidhi kilo pap. Kifunge, toa hela, ukitoa shilingi 5000, ukitoa 6000 ya kwako. Toa 1500 ya nani? Ya bosi kuchukua mzigo kwake, kuchukua mzigo inaobakia
change ipige pasi kwa pasi. Wewe na yeye. Mimi na yeye. Na yeye lakini mwenyewe blaza. Kwenye 1500 pigia kuna askari, kuna kula mchana na asubuhi. Sasa ni shughuli sitafutaji nchi ya watu kwa sababu na tatu kwa siku. Ndio mara moja na hizi. Sasa ni nchi wangu wakati ndio hao vile vile. Kwa hiyo kidogo tunabishida kumbe ni sisi kwa sababu kwa ngumu ni shida rare. Kwa kidogo cha wakati kule iko na siku imesha kidogo na mlaka tena. Walikuta pale napata babu mbili na ndani ya buku mbili na mfungo biashara roli hapo. Akaambia sasa hivi sasa hata bila sita ya kwangu kwenye nchi. Sio mchezo. Tunapata leo tunapata kijino. Na kimbia muone nikaona hapana. Langu nikatoka kumchangia kama barabara support. Kumbe kwa yeye kapata majanga. Mimi ananifungulia njia nyingine katika kupata mafanikio. Kwa plaza. Kule katoka plaza bana mdogo wangu kitu hapa kule pasta 800 kama nchi wako kuli kwa maana kulipa ukishindwa sana. Vitu vyangu baadhi vichukue. Kagiteka kwa pembeni. Hata chuma cha rais. Mimi nitakuja kwanza maisha. Naambia fresh. Ziko mwingine bakia hapa na madosho yake mengine kafungua TV bana moja TV. Unaona vidonge hivi hapa hivi. Vidonge vingi. Sema kidogo na askari vidonge. Mama. Idako na askari hivi. Ndio wangu jela hapo ndio boya na jela na bongo moja kwa moja. Kuliko ganja. Kwa hiyo sasa mimi nimepewa TV na usuli. Sijapata soko. Pata soko 20. TV kama TV na shisho nafungulia soko washwa. Hii screen tu mbele imekaa hapa. Iko sitting room screen. Ile kapasa kwenye uwanja wa kuto kama kitu chetu kwa uwanja. Basi kwa blaza kutoka pale mpaka kwa uwanja ile kuanza na kibali. Achukue basi, afanye basi kile kwa mstari mpaka Johannesburg back station. Afu kuna ya koti kwa ni wapi? Kanisa kusina. Ndio kaondoka. Ndio nchi. Hapa tunalala. Anakula ndum kama ana Leo anakula madawa afu na pombe. Huyu hakuwa na jino moja, maana wengi unakuta kuna jino liko lishaondoka. Lakini wale wananiwa kule. Basi ni baadhi maisha kwa hapo ndio zangu tunataka ushaanza kujiweza, unajilipia, nalipa kodi. Una wasiwasi na demo ya kazi kupata karani. Nimechukua mzako sigani. Ni soko la sana basi. Kwangu nikitaka ni nani ya saba. Kisha yote. Na nchi. Baada ya nchi ya kuchukua papa. Kisha tunanyia kwa kupeleka safari. Yesu shwara zako. Nikafresh mwanzo upya. Kuunga tena kwa mara pili. Mara pili. Ada yao nini? Mchezo mmoja mduunga ndio Kiswahili akanipatia sikiliza mwanangu wake hapa Kisinkepo hapa ukauza kitu hicho moja. Hata dima kadi wanagopea mchezo kwa polisi. Hata kadi moja 28 mweke ndani kama mke wako mhudumie. Sasa ashakupitisha ile kadi tu. Wasingo ni nao. Kumbe baba anachukua kala moto na aliingiza ndani taratibu ifuate joto linyunguze moja bila kujua. Na nyumba si fresh. Kwa hiyo nangu uchukue ile mtoto mwenye 28 ndani. Demo mteja. Ameladi kashikia mimba. Hiyo ni 2023. Na mimba yako. Tuashi.
Baridi. Nyoma lakini umemharakisha. Sawa, Haya tukae kwanza kwa Mwafrika. Uko nani? Hiyo hapo naita mtenda. Mtenda. We mtenda alimtenda. Twende kazi. Wanaitavuna Unaanza utamki direct hivi kama Kiingereza. Afu namalizia jina lake. Basi ngakanaya kama na mimba yako. Sasa mimi nichobugi step cha kwanza kabisa kuona movement zangu za hela nazozipata. Mimi siwezi kufungua benki. Sina idea. Hela inabidi ukae naye ndani. Mimi nafuta ndani. Ndani nafikiri ndani najua, ndani fichoro kwa wanawe hapo. Nachimba ndani kwangu pale. Najua alama gani ninaweka. Nafikia chini pale. Afu narudisha cement kama ilivyokueleka kwa kisehemu kimoja tu cha kialama yangu naweka. Nikija nifungua hivi na nafasi ndogo tu ya kitobo cha kutoboa kuweka kule. Ndani za zangu nimeweza kujifuka la yoni ndani kama ni plastiki mimi nimechimbia kwa chini. Ndio iko hivyo yani. Ila ukanazo mfukoni sasa anakuchukulia, ila kutoka benki huku tunazulumiwa sana sisi wageni, wanatabia mambo kijinga huko. Yaani huko Nigeria au ndio wanaanza kufaidia la benki kuziweka sawa kwa kwa wanajua wenyewe. Nila kinikandani blaza. Nikafikeje sasa nikaitoa dawa ndio kwa Swaziland, kutoka Lamu, kwa Johannesburg Lamu, kwa mmoja wake shamba. Kabla kukaa ndani na bilo 10 15 mbona bigi moja. Hiyo si la widi yake. Hiyo la widi. Kukaa na kwenye nini kuingia? Kwenye kote kuingia, kukaa na Krista, unajua Krista. Vijile fanya wanaweza Nigeria hivi. Hizo kama vibarafu, kama ice hivi, barafu hivi. Iko na kibomba fani kama vibomba peni vile. Na kibomba na kuna kinguzo navuta. Vile vijile vile. Ila 500 ukiwa nayo unaweza kununua gari mbili kwa South Africa. Gramu 500. Msikio sio mchezo. Vina bei kwanza. Vina bei, mtu anauza kidogo, mtu anauza point auzie gramu. Hiyo unauza point randi 50, randi 60 kazi kiwa mtu kapika vizuri. Ile nikapewa bwana Nigeria mmoja. Mimi ngapi sasa hivi niko naye kana. Kanikabidhi ile pap, anijui simjui. Nasikia mdogo wangu anakimiza sana madawa kwa pande wa bangi. Ndio mateja huko. Mimi wafu ni Tanzania, ya oya sisi tunaitwa oya wajomba huko. Ya oya mjomba, mimi mjomba. Hakuna business usio mjomba. Toka nje kama kinaingia kwenye leko, anarusha gari anasogea mbele, anatoa kwanza takutishia cha kwanza anatoa bomba kama hizo anataka hapo. Anatoa koki kidogo anaweka hapo ni tension anashtua bomba sio bomba sindano. Bastola. sio syringe. Yaani hii kuweka anaweka mbao. Ukiweka mapepo ujue no. Na kuondoka. Na huko hawatanii. Bobu Nikitoka irudi. Yaani itoka irudi. Yaani si wewe hivi nitakurudishia. Mungu wangu sasa huko watu hawakuahidi eti nitakupia. Bwa. Basi katoka pale baba ndio wangu mzigo huu. Karibu gramu 10 kwanza. Take this one. 10 gramu. 7 to me, 3 for you. 7 to me, 3 for you. Make it up, then call me. Take my number. Kawacha gani kwa mimi. Karasi kwa kwanza, kwa pili. Mteja kwanza kununua kaka na demu wangu shemeji yangu. Squeeze. The first customer. Squeeze unajua ndio shemeji? First customer. Squeeze. Kutesti kazi kapitishwa kwa shemeji. Kazi. Ndio demu wangu anatumia mimi sijui vile vitu. Ndio wote ndio ni bangi pombe. Kuna kienda kwao kule je kala limongo amevua akili kala jao amevua akili mwana ambaye imekuwa dakika moja. Unajua kwa nini Caesar? Kwa faida ya watazamaji wetu. Hawa waliochanganya colored maana yake ni mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe. Sasa kuna wakati hawa ile identity, ile crisis ya identity na wakumba. Unajua sisi ni weusi, we are blacks. Unajitambua kabisa mimi ni mweusi. Sasa yule sio mweusi au sio mzungu. Yaani kuna wakati anajihisi ni mzungu, kwa mzungu anakataliwa. Kuna wakati anajihisi black. Unanielewa? Hiyo kitu ina nani sana. Mwalimu pia vile hivyo. Wengi kwa ile data ina hiyo crisis ya identity wanayo sana hiyo. Na pia cha kuongezea baza Masudi, wengi wanavuruga South Africa ni makarabi. Na wengi wanaenda azimu. Askari anaongea kadi mara mbili yani. Kama anaongea mtu mweusi mwenzake. Wao tu wale chizi tata. Au na machizo wanavuruga akili yani. Kwa kidogo na kwao baba mama wanakula madawa kama kawaida. Hali hizi kwao. Wanakula. Kakake kamshika. Na madawa gani wanakula zaidi? Huko anakula Krista, anakula na ndanda. Hizo ni mbili wanazipenda. Krista na ndanda. Krista mwizi. Kuna kadi mwizi anakula Krista. Kaja alizika anakula. Unga nini hawapigi sana? Unga kwa msharafa utaki huko.
washamchoka. Yaani ila msikiti Mwarabu ya itaita msikiti. Mwarabu anapenda unga mwenye msikiti ndio tuuza sisi kutoa. Hawataki kwenda kusikia. Huko Nigeria anateka unga wake ndani. Nigeria anatengeneza unga ndani. Tutafika huko kwa Nigeria. Nigeria wewe tunataka tumjadili. Anatengeneza unga wake. Hizo kreti anatengeneza yeye unga kibunifu. Anatengeneza ile product ndani. Huko sasa kibao mjaa sana mjaa kwenye kama hii santano. Wakichukua sehemu kinga wajipigilia. Wao na mmoja. Kwa hiyo demu kakake kamshika masikio. Mimi sasa niko tayari sana namba shanza kwenda hii. Kunyooka. Kweli amenyooka ni naanza kujipanga vizuri yani naishi maisha mazuri yani. Naishi kwangu pazuri na relax. Sina shida na mtu yeyote, nanipa kodi vizuri natumia na nyumbani. Na hela inabaki. Yaani yakula bata kwa huko South Africa na kwa nao bata. Nyumbani yanapata. Mimi naishi fresh nalipa kodi bila usumbufu wote. Mimi kodi mwisho siku 7 lakini tarehe moja ikifika tarehe 2 na mpigia ndio wangu. Maisha yanaenda kama kawaida. Yule dema akashukua masikio na kaka yake. Bwana anaongeza shilingi ngapi kwani wewe mzima unaona madawa ndani? Msikio ndio kupewa 500 sasa. Na ule mpopo. Na ngapi? 500. Nipa 10 mwanzo kumbaye 10 tu. Nigeria. Mpopo sema mpopo ni Nigeria. Mpopo ni Nigeria. Alafu mbongo ni mjomba. Mbongo ni mjomba au oya. Oya au mjomba ni mbongo. Kwa hiyo sometimes anaongea watu wa babu ni Zimbabwe. Sasa mtu wa babu ni Zimbabwe anazungumzia. Kwa sababu nachanganya matukio kwa mfano wanaongea kwa zingine ndio sizielewi wanahusika ndio hapa. Kweli alinigea 500. Ile 500 ni kinza kama kwenye 100 na upuuzi. Shamkana nyingi yule mwenye kama akutaka na mpeke na mfanyia na mtia. Kwa alipokupa 10 kabla ya kukupa 500 hapa katikati alikuwa anakupa sana ndogo ndogo. Alipa 10 ile ya kuanza kutafuta wateja. Chukua nipe ni 7 chukua 3. 3 nyingi sana kimalipo. Nitaki unaweza kuenda kwenye yake kwa nyoka kwa 10. Ile sababu tutakamanisha hela ya kuvutia wateja kwa ndeka mkuu ndio mzuri ndio kuvutia ile kazi. Mimi kwa niangu ndio ndio napata kwa darasa. Ile tunizitembea wote kaipenda ile kazi. Ikaendelea. Baada ya kuuza unauza 20, 30, 20, 30. Akuletea 500. Muskiro. Hii hapa bana dogo kazi. Hiyo ya Kristo au ya Kristo hiyo. Muskiro maana yana nyingi sana. Thamani yake ni kama kwenye 6,700 ya hapa. Ya hapa. Rangi 6,700 ya hapa. Kwenye kibongo bongo na guso mwenyewe atafute 120, 130. Sababu rangi yake ni 140. Ile kwenye 100 na 6 tunatafuta kwenye 170. Ananua gari 2 kilomita 0. Hiyo parefu ule mzigo ule. Ukimbiza unakuja kabaki kama wa 400. Yaani kama ya 400 kama machari na marema mazangu makaburi ya mizimu kwa nini sijui. Ugawani. Nikatoa 50 tu. Nikaipiga chuja mbekaga ile 350 nikaipiga fresh. Compressor feed sio compressor feed ile. Nikalichanga compressor feed ile. Nikalipiga ndani afu kurudisha kama ilivyokuwa ile compressor. Nikaika kwenye feed kama ilikuja kwa feed na kama kawaida. Afanye fanya kazi. Nikamini. Bangi ziko za rangi kama kawaida. Kumbe ile demo tayari shapanga kaka yake. Wana ndugu yao ni kadi wa kike ni askari kule Kepo. Washapanga nonga zote yani. Maisha anajua kila kitu, huyu unampukutisha na arudi kwao. Haidi gere anarudi fanyini? Anarudi kwao. Kwa usiku ile kazangu na nipigia simu na mtu hapa. Nenda kimya leo. Kimya saa 1 saa 2 sema habaka ni kwa kwangu so kesi. Toa bangi yangu pale. Kachukua mkate mimi jioni ile soda yangu akoka kopo mimi na kunywa bangi yangu vuta na saa 4 nasikia nganga. Sasa ni magari nje sina mteja usiku kwenye gari. Mimi nakaa nyumba chini kama hivi. Kama nyumba chini hivi sio nyumba hii. Nyumba chini kama hivi. Hapa kuna main gate. Nyuma kuna mlango wa emergency. Alafu kwa kule kuna mlango wa emergency pia huko mwingine. Wale walipiga tando kule nyuma wako wanusahau. Yule demu ndio video kama demu kuchongamishe. Yeye ndo kapiga simu kaka yake na sisi dada yake. Wazuri mlango kule boko wapiga na boko mlango wapi wa kule. Kwa hiyo mimi nafungua namba ya anti-search afanye sababu uweze kusearch bila anti-search. Ila kimamlaka polisi wanakwambia mamake nani nayo naingia kwako na suspect unauza madawa. Nikikosa madawa ni kwako. Ndio utaanza kunishtaki mimi kwa nini sijasearch bila anti-search. Ila nikikuta madawa na kusongesha mbele. Pisha na kaingia ndani. Direct anaingia pale kwenye chodingo wangu. Ukajua mchongo. Anavunja. Ukajua mchongo. Unajua ukaja straight pale straight. Wakachima pale mfugia madawa yangu. Kwanza akachukua uzito wa 50 akakuta vina vitatu ndani, akakuta na hela kama randi 10,000. Ndio vitatu? Kilo? Za bangi. Sasa ngeko kilo 3 za yale mambo. Ni 50 tu gani. Akakuta na 16,000 niko nayo, randi 16,000 ndani.
uko vizuri. Hayo Waislamu walipanga sio kuna kama askari na matibabu nzuri, lakini pia kuweka balance yako ni nchi ya watu nyumbani kwa watu kwenye msaada wako peke yako. Wakanichukua pale kweli mwanangu, ulikuwa usiku ile. Kafunga mlango wangu kila kitu, katoka pale Twala ni vitu vyangu mpaka polisi. Fika polisi nikaachwa ndani. Papa sichukua maelezo yote sababu ndani masaa 24 wanachukua maelezo. Nikaachwa kesho sijaongea chochote. Kila kuja sijaongea chochote, nikabisha kuongea. Nilikuwa wanisidoo kama sijaongea mbele mahakamani. Na mahakamani sijaongea maelezo yote zangu kawazidi. Ila hapo Machale yashakucheza kwamba nani atakuwa amekuchoma nani demu wako mwanamke alijua ule mkopo alimtuma chawa wake polisi kunifuatilia mimi hapa. Niuliza maswali. Wamesearch kila sehemu au wamepoint direct? Ukasema umepoint moja kwa moja mimi. Akajua tayari hapo kuna mtu kakuchoma. Where's your wife? Kumbe she's home. Home. She's colored Africans. She smoke weed, smoke drugs. Wakajua tayari. Sababu pia ilikusaidia kwa mpopo. Sababu alijua bwana huku issue ni kama wewe kidhulumu. Ni mbaya sana. Lakini wakitrace wakijua kwamba kuna mtu kakuchezea mchezo, inakuwa kidogo inasaidia. Na mimi nikamwambia ukweli baada katika zile umechukua 50 tu, nilikuwa na tabia ya naficha mzigo mkubwa nachukua kidogo kidogo naweka karibu kwa ajili ya kuuza. Kwa hiyo katika 400 mwezi 50 ni mwenyezini tu nyumbani soli nyotesha. Lazima izime kiraracha ya udimoshi. Punguza hiki kweke huko fichi baki nacho hapa gate. Maana baki nacho mazingira karibu hapa ya biashara zako. Kumbe ndio pone yangu ilikuwa vile. Waingia 400 ni 16. Mimi kwa Lindela napelekwa. Baada hapo nisubiri ndege moja. Hiyo Lindela babu ni gereza ambao usiombe. Kitana kilipia ngani bure, bajeti nakilipia mimi nishaingia pale. Kitata nakilipia, bajeti nakilipia. Kama unaingia una hela kulipa kitanda na bajeti mtawala ndani, sheria ndani utawala watu wako ndani. Kitanda kile kilipia. Au ukikosa step unageuza na kuwa mke. Kawaida. Kama una hela mbili tu. Huwezi shida basi huwezi kukubalia hapo. Kwa hiyo matokeo hicho kitu. Kwa hiyo basi mimi kwa pale zile wakanipukutisha zile hela zile. Kugoma kuongea kesho yake nilipelekwa mahakamani. Yule akawahi kutoa bili ya mahakamani. Nani mpopo? Okay. Bili ya mahakamani ikagomewa. Mimi nikaenda. Ndio mafuta kanani au tatizo ya South Africa. Nikafa tu ikatania. Ukakaa muda gani kule? Sasa sorry bana naenda sasa hivi. Kwa bakatoka mashiribu shilingi 8 nzima kwenye kuunga mahakamani pale prosecutor. Ndio fulani. Ndio prosecutor kanaenda kasiwa kimtizesha polisi mpaka fika mahakamani mimi tu. Kwa sababu jamaa atashakuona wewe ni dideli. Kwa jamaa huyu ni kiungo mzuri. Kwa anafanya mpango wa kukutoa ili maisha kama manake mzigo anasukuma na ni mwaminifu. Nichula na angalia kuna mwaminifu na hela yake nampiga mlivyokuepo kazi inaenda fresh mtu anakupitisha. Alafu kazi na wageni wenzako. Sio wenzako pia nao. Kwa hiyo piga nani dele nikafanywa katoa hela fulani yote nipiga hela. Pia mwezi wa kwanza sijahukumiwa. Mwezi wa pili naenda. Watatu natoka huko. Sita. Anakuja mwanangu anaenda kunyonyesha siku hiyo. Anakuja naongea na mimi. Vipi hapo? Nafanyaje mdogo wangu? Mbona maisha kwa Desemba 6 acha niende. Mwezi 6. Acha niende. Ataki wewe sina home. Tafika kwangu. Kitoko utafuta. Ambia poa bwana. Haina shida. Nikakaa nimekaa nikamaliza miezi 6. Nikatoka vizuri, nikapewa hela yangu ya kutoka nauli nikakaa wapi nikaenda ndani bwana mimi nikamata list nikakaa ili pewa nyingi nauli nikali cha bei kwa cha bei wakakosa cha bei pale wakaandikia mali yangu bana nipenja kwake nauli mangu mjue tushatambaratika nyumbani kwako ama tena shughuli pale kampani hapo ile mali uliokuwa umeacha ndani kule nimemwelekeza mpopo alipokuwepo akaenda akakusanya sema anachukua na vitu vyangu vyote ndani akaenda akachukua anakuwekea hifadhi ndani kwa mkutano sababu ishapicha hukumu huko huwezi kupindua bado na sisi ambao wageni huko shughuli imeshaisha hiyo kwa hiyo alisema mimi nachukua vitu vyote na kuvihifadhi sehemu ile ukitoka mdogo wangu utavikuta niulizia tu utanipata kwa hiyo mimi nilipotoka kama miezi 8 mbeleni tunashapita miezi 8 yeye mshajifungua mtoto kubwa anatembea nacho nenda kwa Mburundi yule Mburundi kumfuata Mburundi vipi pole mwanangu namba fresh mbona yeye pasa hivyo kama sasa zivuti bangi sina mawazo nakula na hawa mimi toka shava mnaye kawaida
Vipi sasa? Jamaa yana unajera mangu kama kana maagizo kafuata wasende kwa supermarket spa pale. Kaongea nao wanataka na simu. Na hivyo naendelea sababu bunge na saluni. Wao kaondoka. Ila wafuata wasende pale kwenye spa. Ongea nao spa, sio spa. Ongea nao. Wana namba yake simu waelekeze kama ni wewe. Waambiwa watampigia simu kwa direct yako. Ule nenda pale spa. Nikaongea nao. Akukaa sina sasa unajua hapa. Afunga simu kwangu. Nikaongea nao. Niko pale spa, yule mwangu anapita sana mtoto mgongoni. Unapiga pap. Ani mwisho kwa kama naomba sana hivi. Ukaenda na mama yeye. Tenda. Nikamwita. Leta. Hiki kumbatia. Unaona ngumu. Afaa kitu mwisho. Nothing baby. Mtoto sio baby. Na wakati sasa na kapi nimetoka leo ameshasajishaja makani nimetoka nimeachiwa leo hii hapa na hela hizi hapa nitakulipa leo hapa nipo na nauli tu ya kwenda Simoni ipime simu nyingi. Wewe basi unakaa nyumbani kaambia hapo ndio nitoka. Hiyo mimi. Ila sasa mimi na sina na bosi wangu nishakonfirm naye usi mtoto wangu utakuja kwenu. Niko tunajua utakuja kwenu. Wakakaa pale kweli mwanangu wasema ndio wakampigia simu ile mpopo akawaelekeza. Bwana huyu jamani sasa hivi mbadilisheni mazingira. Ndio huko Saiblo. Ile Blank 14 kwenda Ibro. Mbadilisheni mazingira huyu aje Johannesburg. Johannesburg duka kule ndani Johannesburg nauli shingapi ndio ndio singani. Mimi polisi ameniga shingapi mahakamani na kama mimi kwa mapouzi. Ifike Johannesburg sababu cha Libera pale karibu. Mara 300. Walipa jamaa kaingia hapa kapa tiketi huko Park Station. Kamtumia msende kwa WhatsApp. Tiketi yake hiyo hapa aende pale pande basi kama town yaje namsubiria. Ndio kitambo ya subiri mwanae kwa hiyo nimechukua basi nafika na Park Station. Sila brother. Nataka na pembeni kwa takasi. Park Station nitafuta mawasiliano ni kwa Park Station. Wait hapo. Anampiga unakuja na ningata mdogo wake. Ningata kwanza tulibu atampa chunga. 3. Ndio niko mimi keto ndio tumshamaji. Sio jua zile. Sufuria na ikiwa pale. 3 kalipa chungu ile mgoni. Kalipa deposit ya 3 nilipita tatu nyingine. Unataka hapo ila kesho tukafanya shopping. Kabla finish brother. Aina noma. Kuna usingizi mzuri mpaka asubuhi. Asubuhi ningata nifanya shopping. Ananali lei. Sasa sawa lei bandi baza ukivaa nguo. Ananali lei masota yake nini fresh papa. Geto hilo hapo. Sasa hivi ndio kupunguza upepo kwanza relax tafanya kazi. Na leo kesho nampigia mtu Kibongo mgeni. Mtu Kibongo mgeni. Nataka nimsaidie uzeni na yeye. Hawezi nipisi kwa kuwepo. Kafia hivi mtoto. Kaja mtoto mkatani, ndugu yangu leo cha jamaa sana mkataa chote. Vipi bwana fresh ya. Mbona ndo kasimfanga hivi na hivi. Mbona ningesauzi leo. Sasa mimi nifanye hivyo hapo kwa moja. Habari nyingi tunavitemea kwa mna huku magofu mimi nimezingia huku. Poa. Ashoni kitu chake nikampinda kakarege kitu siku ya kwanza, siku ya pili leo anapata kazi anauza bangi chini. Kama hivyo kwa chini. Unazima bongi sana hivyo imetaiwa kwa sababu kwa wengi. Ndio ndio siku hizi. Kaka. Simu yangu nikachoka kupiga kwa mama yake nyumbani. Mama mimi nimefika kuna kamoja simjui nimefika naye na mimi kwake nimekaa naye hapa. Sawa, mpe simu ongea naye mama kanipa kama fresh kafika salama dogo anapamba. Siku 3 ya 3 dogo pale nipiga mastora na kichwa. Siku hizi anakufa. Siku hizi 3. Siku ya 3 anauza bangi yule anakuja mteja gawili mtaka bangi. Anapishana kauli. Hadi mazingira mgeni hadi mazingira huko. Kamuwasha. Anatoa mtu mpaka nikasaidia ndio kutoa maelezo mpaka silencer anafunga pale mmoja. Anaambia hizi toy ndio ngoja kama toy. Watu na wanamtuliza mzima baki anaambia it's too late now. Mpiga kwanza mpiga wa pili dogo chini. Nijione kimya. Yeye nikasikia tu bana kuna mbongo piga maswala chini kajua wezi wasenge tunaimba piga maswala kaida yao. Au tafinga ndio tutavidole tu hadi atavidole au mpiga. Nyange au saizo ne? Anacho. Kumbe ndio dogo mnafanya na shilingi ngapi? Sio ndio baza. Saa moja saa mbili kwa tokei. Hadi nishuke chini magoni kwake kule. Sikajua mbuza ganja. Nishuka chini hata. Anasema mimi mtipa nimetulia mtaa leo. Sio kawaida mtaa una machokora wako wengi yani movement nyingi hivyo kule. Vipi hapa? Pia dogo moja la mbongo ampaidi anauza hapo. Mazidi vipi? Fresh mwe wao anakuaje bwana? Vipi? Wewe umesikia dogo yule kaja dogo jana kafariki dogo janja. Dogo janja mmoja baya sana kana mwengo mmoja kwa ibo juu. Ni wingi na kanaba ni wewe. Ndio wakina sasa yule.
huyo kafariki, imekuwaje? Mmoja hapa wasikaje dukani na kaganja sina pombe sina nini, mshana kaui kidogo ndio toi tu kwetu anapatoa chezee kumbe basi wala kweli maskini Mungu. Ana siku 3. Siku 3. Anasema hii toi. Na kuja nao hapa. Kapiga mbili kuja polisi usafisha kwa watu wa Zimbabwe hapa ngoma amerudishwa wapi? Haiti kwa hospitalini. Na rudi mapitoni shika kitu hivi mamake nimpigie simu nimwambieje. Na namba yake mimi na mamake kwenye simu nimeshasema ngoma inaenda vipi hiyo? Nikasikia eti mwanangu sisa. Sasa naenda kwa mtoto watu. Saa 4 saa 5 mimi nikalala. Asubuhi ngamzidisha ule mpopo. Bwana mimi nipo nikaa hapa dogo anaishi naye. Mtangazaji mwenzangu nilimchukua ila kafariki. Asimuongozi ni hapa. Mfate. Kuna msangi hapa. Sasa nikafuata wasinga na linga kinyama. Wala chidamba kachidi zile kubwa ndo anakuwa karibu hivi hapa. Ngoja soke singashuka chini nikapata wapi. Nenda vile. Ile vile baba ndio kwenye kutoa uongozi kwa mwenyekiti hapa nikaongea nao. Sikia basi mzigo apigie simu. Kwa lipapo kapiga simu kwa taarifa. Wewe usimeka naye. Mara simu sio nao, mpigie simu wake nipe taarifa. Mimi nilishinda kumpigia simu bi mkubwa wake. Mungu anisamehe mpaka kesho. Tupigeje simu mfumo naye. Mama mtu tumekubana mwanao ndio nilimpokea kafariki. Ile anzaje hivi mkasa msimu utahadisia vipi kwanza? Mimi ni gunda kimya bwana. Ndio kama kaziko hii nilikuwa Shapita kama mwaka 1.5 sasa hivi. Kwa aliziko huku. Asijaliwa sasa. Kwa familia yake ilikuwa kujua. Mimi sikumwambia mtu yeyote. Hiyo mimi kama. Kwa hiyo tunazungumza hawajui chochote. Kesho wajui yani. Unaweza ukataja jina lake dogo? Au hutaji? Sasa kwa yale ndio lawama kwa mwingine. Sasa kwenye simu iliongea naye kabisa. Bwana fresh katika kwangu. Kwa hiyo inawezekana kule wanajua dogo yuko ana struggle na maisha. Bwana. Na wanajua na maisha. Tunakaa naye na getoni. Sasa ni yangu anafanya bibi taarifa blaza kwa simu, upige simu kwa mzazi wako. Na nishaongea naye mama yake, fresh mko tunakaa fresh hapo kwangu. Maisha anaenda fanya shughuli zake vizuri. Mwangalie bwana mdogo hapa, ambaye sana msijali. Atapata maisha yake niweza kama hivyo hivi tena mpa hope mkubwa. Na hakuna watu wengine ambao wangeweza kutoa taarifa kule zaidi, wewe ndio ulikuwa karibu. Huku ukikaa na mbongo mwenzako anajua unajua mpaka kule mbongo kweli. Kwa chochote kitokea, wewe unataka information kwa kweli hapa. Wewe vitu wangu mtaka anaonekana sasa hivi imekuwaje kama hapo? Mchango wote unatajika. Hamna mchango wote bwana hapa. Basi poa haina noma fresh. Wachaendelee. Mimi ndiye mmoja ni mkubwa wake. Nianze vipi kumpigia ni mkubwa wake? Mimi nikachukua lengo yangu mwanangu kata. Sasa hivi unaendeleaje? Biashara inaenda? Ulikuja ukasimama vizuri, bado kuna mpopo. Mpopo sipo naye sasa hivi. Na kwa nini sipo naye? Nitakueleza nini. Baada ya kueleza bwana huku ni mafia. Ukisikia neno mafia ni madagdiga. Na madagdiga huku wana kitu kimoja kinaitwa penalty. Yaani penalty mbili akipiga ya tatu imrudi kwenye mchimbavu, ni mchimbavu baada ya shalikiwa. Tuna maisha hapa sikufichi bro. Na shida kuliona mimi sasa hivi sababu sina kitu. Yaani ile nitarudi muda wote nafanya nini? Si unajua zile sababu walokuwa na nini kwa mwenyewe kunaishi good life. Yeyote ukipatana na mimi kabisa jamaa anakula good life. Kumbe mimi hasa kama ule mpopo kwenda naye amkwenda kwenye biashara. Kwenye biashara tuenda kwenye biashara ikaenda mpopo akapiga penalty yake ya mwisho. Ule kubwa. Nimeeleza hela. Kama mdogo wake ndio anapanga kwake sasa hivi. Kila kanipangisha mdogo wake. Jamaa na kakangu alianza vipi? Kwa hiyo kama nchi wewe unapiga goli kubwa kenda hapo. Haipo kabisa Fish sasa hivi. Fish kaudi kwao. Walikuwa Nigeria. Picha na nawe sasa hivi. Ana hela vibaya mno. Unahusiana naye? Na sasa ndio kanipangisha nyumba yake mdogo wake, yani Fish kanunua nyumba kama Masudu na nyumba South Africa hapa. Afu shoko dakdira kana tamsha kukamata tayari ujanja ni shoko famous kila askari South zimeshia mdogo wake. Mdogo wake ndio anaanza. Yeye anaendelea maisha kule. Yeye yuko kule. Sasa mdogo wake hauzi kazi, hauzi Fish ni mtaalamu kupika, ni mtaalamu kutengeneza zile kuchanganya chemical kutoa crystal. Aitoa vizuri. Kaachana zile mambo kwa South Africa. Kashapiga penalty ya mwisho kwa hela ambayo anahitaji. Na ana bahati kwa sababu ni kuna shetani fulani kuitoka hiyo biashara. Kwa sababu mzigo kila kitu kuacha. Sasa kama na umepata habari anafanya vitu vingine kule. Na pia sio kama bahati pia. Kichongea Fish kwa hapa si kisha kuvamia kwenye hoteli. Yaani sio hoteli, ni hoteli ya Fish ambayo anaishi Nigeria tu hapo ndani. Kisha kuvamia si hapa ndani hotelini. Wakafa Nigeria kama msikiaga Nigeria 14 mara moja. Ya mwezi. Ilikuwaje? Waingia hawa tabia moja kiingia ditana sona mingi za kwao. Usini na unapata kitu.
Niambia kuna mmoja wao hapo alipewa mzigo na fishi kama kilo kadhaa hivi, nasikia mwingi ni tekuni mwenzake. Wakaja kwa zulumiana. Umeelewa sio? Na tatizo la hiyo kitu sasa hamwezi kwenda polisi lakini ukidhulumiwa. Lakini tu hivi na mtu akishamkopesha na kudhulumu, yule anadaiwa ndio anakuwinda wewe unamdai. Yaani sio wewe unadai unawinda kwa sababu ndio utamaliza. Ina tamani kwamba mimi sasa nadaiwa na Siza mtaka kaniua. Kwa hiyo ndio Siza ni mwingi kivyote. Nimtangulie kabla yeye nyuma yenyewe. Vitu vile vya mwisho. Na mimi tuanze kuondoka. We should start going Let's go back to the vitu vile vya mwisho. At the same time. Vitu vile vya mwisho. Cha kwanza Bongo anakufa sana. Anakufa sana basi. Bongo yeye anakufa kwa sababu gani na ni vijana wa gani? Vijana wanakufa hapa kuanzia miaka 20 mpaka 28. Ndio kila siku Mungu tunasafirisha. Sababu ni zipi? Sababu ya kupenda moja kitu ambacho kingani kamera, lakini kweli ndio tuambiane habari au tunaishi safari. Na inaitwa Hatupendani. Sasa mbona ni kinyume? Ni wabongo kwa wabongo. Mbona sisi sasa hapo KP nilikuwa nataka kuuliza swali. Kwa sisi kule hadithi ambayo tunaisikia ni kwamba South Africa ndo hawapendi wageni na ndo ambaye anaumiza wageni. Sasa wanatupa hadithi tofauti kwamba ni wabongo kwa wabongo hatupendani. Narudi kwa nini vifo vingi vya bongo daily? Mimi leo na wewe hapo tunagombana kuna bongo akipita tengo la polisi atuchukulie. Wasenge tena kama walivyo la ubwana. Hapa katikati hapa mtano kwa kabini na Songeli. Tumefuliza katika pande za bongo kwa bongo mpigana bado tena mtema. Sisa kwa bwana mchukua na kusoma bwana. Mwingine tena maji kwa msingi singanya mstatisa. Kiona kabisa. Na sasa mbona bado kifusi kwa biashara mchimbovu. Kama kampeni za kisu cha hapa watu bado ndio. Wacha mbona ni community bongo hii wana hela hapa. Wapo hela kibao na bongo ukiwa na hela usimwambie mnyeza kama hela ndani sikwambii sisi kwanza kutunaishi na wali wanaoti za kwani ndio kwamba nauza biashara fulani. Lakini mbona wapopo wana ushirikiano? Wapopo ni mmoja, mpopo akijua kutengeneza madawa na kufundisha. Mbongo akijua kuna mbongo mmoja anajua blaza. Ipo kule national mtani kwangu yale shi Corona. Anajua kupiga zipaisu hizi. Nini kisembe? Nini kama blaza nini kuuza na nini? Faidi ni kufundisha kupiga na kupiga. Nigeria anamtuambia kwa Nigeria anaangalia juu feti. Anapiga kupika tu. Sasa Tanzania kitu cha tuna hatutumai viguvu na leo hivyo kidogo kiendeleo. Mwana mziki kama sana funchini ya watu. Sisi ndio tumeshana na furaha. Au inafanya kwa sababu ni jamaa kanisa la kitabu ni tatizo sasa ni bado kama sisi ni brand function na function. Kama bongo ni mpuzi. Kwa macho hatuni kibaba cha kawaida vizuri kwa katika funga sana. Kiacha ambao ni kufanya ni vitu kwa hizi. Malazi ndio kusumbua kwa kutoa maji kwenye kitongo tu basi. Baada ya kali mwaga maji huko malazi kwa maji ni smart ile kama mtindo. Kwa sana. Na kawaida kila mtu anajua kwa hivyo. Lakini ni wizi na sisi wenyewe kwenye kushirikiana video. Kuchomana hiyo kawaida. Usnitch maana yake. Snitch ni kubwa sana. Najua tutawiana na kama ya jamaa lakini mimi nishapitia changamoto za kusnishiwa. Nishapitia changamoto za kuchukuliwa na bongo wenzangu. Mtu yaani bongo mwanzo utaingia watu wanakuonea wivu, wanakulisha madawa, wanakulisha hela zako. Utacheka unani ile polisi mchukua madawa wenzangu. Nasi kila maskani kwa wenzako wa Amerika, akamwambia mwanangu kwa sio ofisa kufanyia. Atasema itaisha hiyo. Wewe utaenda tu mbaya kwa kila kanapa kwa jela sikio kwamba dua langu bado nimekufikia. Lakini ndio iko hivyo. Wengine ndio dua ni community. Mmoja wa nchi South Africa. Au blaza anapenda miaka 100. Hilo sio wabongo tumaana watu wote wageni. Wanapenda wa Zimbabwe na Malawi. Wao wamepoa sana. Kwa nini? Zimbabwe ndio kuzao kwa karibu. Wa Malawi wa taratibu. Sio wajanja. Hadi Malawi kwa Malawi dukani alisha taenda kwa mwingi kama mwingi akipata batibara. Hadi Malawi ana chochote kwa mwingi. Na huko dukani wote majua Malawi. Mimi napata na supermarket hapa. Message yako kwa wabongo ambao wako hapa ni nini? Na mbongo ambaye yupo nyumbani anatamani kuja huko. Mtu ambaye anatamani kuja huko.
kama nyumbani mtakaweza kufanya simshauri baza aliyo mshauri kama tunashia Tanzania atafute fursa ya kufanya nyingine ya kimaisha bongo aidha kama kielimu ajiongeze kama ni biashara ajitafute ili maisha mengine yafanye nini yaendelee na pia Watanzania ndio tunaishi nchini South Africa tupendane tu na moja tuwe na mfano kama wa Nigeria wanavyoishi wapopo wanavyoishi maisha wapopo wanabebana wanabebana sana moja sana kuta popo kama Indiana wala kuchukiana mpopo shida yako yote anaibeba kama ya kwake popo una shida su mahakamani wako hivi Evans na plani ya kuhama nchi mimi napanga kuondoka nchi unataka kutoka hapa kwenda mbele hapa na mimi penao kabisa nataka nisogee kwenda Canada sasa mimi nimesoma baza na VET elimu yako kiasi gani mimi nimesoma DET na diploma computer engineering DET asa time haitoshi tulikuwa na Evans nani Evans Laisa Masawe mpambanaji kweli mpambanaji anawakilisha lakini sasa hivi Evans unauza una biashara maduka sasa hivi nauza duka ni geresha blaza yani duka ni geresha mimi biashara yangu ni nauza bangi ganja sasa hivi tu ganja kidogo zimekuwa sababu msimu bangi hadi shambani yani biashara yangu only blaza ni hamna mgongo nikaduka la nguo kama duka la nguo amsole baza tawi jamaa mmoja anakuja bongo akaoa ndio kubwa sana kaoa dada moja celebrity Tanzania geresha duka nini si bwana pamoja na asante